Tunaendelea. Katika video iliyopita tumejifunza kufungua na kuweka workspace iwe safi kama Pro. Tumejifunza vitu vitatu muhimu ambavyo ni tools, canvas na panel. Tumejifunza menu bar na option bar. Tumejifunza layer and transform. Tumejifunza tools tatu muhimu ambazo ni move tool, selection tool na type tool, na tukajifunza jinsi ya kuopen, kucreate file na kusave file. Sasa tunaendelea katika video hii. Kama nilivyogusia video iliyopita, kama hautaki kuona home screen, hapa nimefungua moja ya kazi zangu ambazo nimezifanya. Turudi nyuma, home screen, tuna click hapa. Kama hutaki kuona haya makorokoro kama hivi, upendi kama mimi nafundisha, nilielezea kuelezea jinsi ya kutoa. Sasa nenda kufundisha jinsi gani ya kutoa. So utakuja hapa kwenye edit, uta click, then utakuja hapa kwenye preference, then utakuja kwenye general. Itafungua kama unavyoona hapa kuna kitiki auto show the home screen. Kwa hiki kitiki ukikiondoa hapa, maana yake haitokuwa inaonekana. Nikija hapa interface, mimi napenda dobe yangu nyeusi kabisa, black, kwa naweka hivi. Kwa kuna wengine labda napenda nyeupe, gray. Hii ndio default setting, kwa mimi nabadilisha nikaja hapa maana naipenda, and then okay. Kwa hiyo hapa ukikata Adobe yako, ukifungua inaingia moja kwa moja, yani unaikuta sehemu ya workspace kama hii, kwa sababu hapa nimefungua document. Kama kwa mfano nikikata hii document, yani ukifungua Adobe Photoshop inakuwa moja kwa moja hivi. Ukikata ukifungua inaonekana kama hivi. Sasa tumeelewana, tuendelee. Turudi nikaifungua kazi yangu ambayo ndio hii. Nitabonyeza control 0 fit to the screen, and then nitabonyeza control plus. Kama unavyoona, hii ndio kazi yangu ambayo leo tunaenda kumalizia. Tuna brush vitu muhimu kama kueleza, nafundisha tu tatu muhimu. Sasa hapa unajua kwenye layer hatukuelewana kule. Nimefungua hii kazi ambayo ina layer nyingi ili tuelewane. Kuna kitu inabidi kielewe katika layer. Ukaondoa na mpangilio wa kujua kipi kipo juu na kipi kipo chini, unatakiwa pia ujue ukiselect layer na tools vinaendana. Mfano na select layer hii ambayo nimeandika kaa, ambayo ndo hiki hapa kikaa changu. Hii move tool, kwa kazi yake ile move kitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa mfano nikija katika brush nikiclick, unaona kilichotokea? Maana yake ni hiyo layer na brush hapo kwa muda haviwezi vikatumika, haiwezekani. Kwa hiyo unaposelect layer na tools, hakikisha unajua nini unachokifanya. Ukiona kama hivi, maana yake hivyo vitu haviingiliani. Unaelewa? Mfano kwenye move tool tu hapa, tuja katika picha yetu ya mdada, nikichukua ina move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, naachia control Z. Lakini nikija katika background yangu hapa ina lock, kwa nikimove itaonekana, lakini nikija kuachia inaletea ujumbe hauwezi kumove. Kwa sababu gani? Imelokiwa. Kwa hiyo tupige okay. Jinsi gani ya kuunlock? Ukija kwenye kufuli, ukiclick umeunlock layer. Kwa hapo ukimove una move unapotaka wewe, kama hivi tumetoa background yetu tumemove nusu. Na kitu kingine cha ukielewe, kitu ukimove background ikibakia hivi, maana yake huku nyuma hamna kitu. Hiyo ni transparent, hamna kitu. Hapo ndio tunakuja katika masuala pia nitakuja tutajifunza baadaye kidogo. Control Z. Kwa hiyo ukichagua tu hakikisha umechagua na layer sahihi. Mfano nipo hapa, kwa hiyo hapa katika brush, unaona brush yangu inaonekana iko tayari kwa ajili ya nini? Kupaka eneo langu. Hapa nikipaka, unaona imepakika. Lakini control Z niama katika layer, ni katika layer rectangle. Nikija katika brush kinaonekana kitu kama hii. Hapo naomba tuelewane, sio kila layer utaigusa na utuzi fanya kazi. Mfano tuchukue tena ufuto, ukija hapa wewe kufuta, lakini ukija katika layer yangu hapa inafuta. Kwa hapo iko kitu unabidi ukielewe, control Z. Lakini haimaanishi kuwa hautaweza kutumia hilo kitu kama unataka. Kwa mfano rectangle yetu hii ndio rectangle yangu, by the way pembeni kuna jicho, maana yake kitu kinaonekana. Nikiclick maana yake nikilizima hili jicho iko kitu kitaonekana. Kwa hiyo hebu ni click nione, umeona nimezima. Kwa hiyo layer nimeizima, haitaonekana. Nitaka ionekane nita click, ndio maana ya macho. Kwa ukizima kwa mfano na deliver service ambayo ndio hii, ukibonyeza hapa tumelizima, tumeliwasha. Kwa maana sasa nataka ile kitengo niweze kuifuta kama nilivyokuwa nafuta background.
unafanyaje? Una right click and then unakuja rasterize layer. Kwa ukiklik hapo umeconvert imekuwa sasa kama layer yangu, nadhani umeona. Ukirudi nyuma control Z ilikuwa na kialama ya shape, kwa nilivyo rasterize layer imekuwa kama layer yetu hii hapa. Nadhani umeona hapa. Kwa hapo nataka uelewe kitu hapo. Sasa brush yetu inatumika kwa ukitaka kubrush katika layer, kama jinsi gani una brush control Z, lakini unatakiwa uelewe nini kinavyokukosa. Turudi nyuma control Z. Hapa tupo kwenye shape. Kwa tukija katika shape zetu hapa, option ya shape kama unavyoona, nikitaka kubadilisha rangi na badili, kija hapa na click na kuja naweka rangi ninayotaka. Tuseme nataka nyekundu, ya done, nimebadilisha nimeweka rangi ninayotaka. Au shortcut nyingine ukidouble click hapa unachagua rangi unayotaka huko unaweka kama hivyo then done. Okay, lakini ukisha rectalize layer ume right click umekuja ume rectalize layer hapa tena ya option ya double click haipo, kama ukifungua na kuja huko, ukija kwenye shape hapa right click rangi unayotaka wewe, lakini haitokuja ibadilike. Hiko ndicho kinachokukosti ukishafanya hivyo. Naomba tuelewane hapo. Uki-electrolize layer kuona kwa zile editable features zilizo kwa mara ya kwanza zinapotea. Nadhani tumeelewana. Tufanye control Z turudi katika hali yetu mara ya kwanza. Kwa ni hivyo hivyo kwa layer nyingine, labda iliandishi hapa uwezi ulifuta, unataka ulifute, kwa hivyo hivyo na right click electrolize type. Kwa hapo ukija ukipata umefuta ni lakini inakukosti au tuweza kubadilisha. Kwa mfano hii pia usharekea hii liandisha kuja nani, unabadilisha rangi unavyotaka, ambayo ndio ile rangi unaweza kuweka rangi nyeupe ndani, lakini hapa hatubadilishi kitu, yani pale unapofanya hamna kitu unachoweza kubadilisha hapo. Nadhani tumeelewana katika mfumo wa layer na tools. Kuna layer hugusa na tools fulani haziingiliani mpaka uzifix, na ukifix unakuele umenyima ile option ya hiyo layer. Kwa mfano neno nataka libadilike kwa delivery, hapa takuliname hatuwezi kuliname, lakini na service ukidouble click hapa unaliandika, unaandika kitu unachotaka, labda AC services hivyo. Lakini ukiletterize unalinyima ule uhuru wa kufanya tena hayo uliokuwa unayafanya, lakini utaipa uhuru wa iko tools ambayo unataka kutumia. Hapo naomba tuelewane katika hiyo. Natumaini tumeelewana. Lakini kama unavyoona kazi yangu nimewekea magroup, kama hilo kuna group la contact, lakini kizima hizo contact hapa zinapotea, nikiwasha zinarudi. Kwa kama unavyoona hizi ni group, tunafanya kwa group. Kwa unatakiwa select hivyo vitu, labda tuseme curtain na service. Kwa ili kuselect unashikilia control, cha kitu ya kwanza ni ya unashikilia control kama hivyo umeviselect. Kwa hapo kinachotokea ukishaviselect hiyo unabonyeza control G, maana yake umegroup. Ukitaka kuliname group lako una double click hapa, unaandika unachokitaka wewe, labda let and then pembeni tayari ushalibeba. Kwa hiyo ndo jinsi gani ya kufanyaje ya kugroup. Nadhani tumeelewana. Kwa kwenye swala la layer tumeelewana. Ukijua kupangilia layer umemaster Adobe Photoshop, ukijua layer hipi inaingiliana na hipi ndo umemaster zaidi. Kwa vile ubakia ni vipengele vingine ambavyo havihitaji uchawi. Mfano transform, control T ambacho ni kitu muhimu. Select mdada kwa hapa nataka nimpunguze, ukibonyeza right click transform inakupa kuscale, kurotate, kusketch vyote na press. Kwa hivi vyote vina maana yake na vina tabia yake, na huko chini kuvirotate katika engo unataka wewe. Hivi geuza kulia kushoto, ya chini juu chini. Kwa hivi zote ni wewe unaona, lakini kabla kwenda huko tuna basic kitu kiweka hapa, maana yake unapunguza kika hapa, unapunguza hiyo picha unataka ukiweka hivi. Ukija kikaki alama hiki maanake una rotate. Nadhani tumeona. Alafu ukija ukihold control
basic chache ambazo nimekupa za transform, lakini transform kazi yake yote ni kupunguza vitu kama vile kwa haraka haraka. Haina haja juu ya kufanya nini. Kwa mfano kutoa hii upandisha, tunajua tuna tools special kwa ajili ya kuongeza, labda neno letu na unaweza kwa unaongeza hivi ikanaongezeka hiyo 10 ngapi, tukabadilisha rangi tukaweka rangi ya kuweka nyeusi kama hivyo, hizo ni vizuri. Lakini kimweza control unaongeza kwa haraka zaidi, unakuza unavyotaka wewe. Hapa nimelizika napo, hapa nimepunguza nimelizika. Kwa hiyo ndo kazi yake, inatumika kwenye layer yoyote. Hapo tupo kwenye neno, unaweza ukatumia pia kwenye shape kama hivi, deliver control deliver kayo ukakuza kama hivyo. Wewe sasa chochote kile, kuna magrupu ya picha, naweka picha zangu pamoja na control na namba ya kuku kule, kwa unaweza pia nikaiadjust kama hivi. Nadhani umeona kazi yake. Pia unaweza ukai rotate. Kwa hiyo ndo kazi ya control T transform. Unabidi uelewe kabisa, we master. Teseke kwa kuongeza vitu kubwa. Lakini kitu ambacho unataka umaster hapo ni kwa na adjust tu, navuta na unataka mimi. Kitu ambacho unataka umaster chochote kinachofanana na Photoshop ni vizuri ukiwa unakuza ubonyeze alt. Mimi nitoe control T. Hapa sijabonyeza alt. Angalia ninapokuza. Nataka uone. Muone ninapokuza. Ninapofutia ndio ninapokuwa. Lakini ukishikilia alt ina adjust angle ile ile, yani haitoki sehemu ile ile, lakini inakuwa pande zote 4. Na adjust muone inatoka. Nenda kulia control lakini ukishikilia alt haitoki ile eneo, bali inakuwa tu katika eneo lile pande zote 4. Kwa maana nakushauri unapoongeza kitu katika Adobe Photoshop, shikilia alt, au ndo matumizi mazuri, ili usiitoe katika engo tofauti. Kwa hapo tushajifunza master layer, kuondoa kama utaki home screen, kuweka rangi unataka, workspace, tumemaster layer, tumemaster tools. Hatuna kilichobakia katika Photoshop. Kilichobakia ni kujifunza tu wewe mwenyewe baadhi ya vitu kama nilivyoeleza. Sio kila kitu tunachokifanya kitaingiliana. Kwa mfano picha, kwenda kwenye picha hapo, sasa nikate. Haya, nichukue picha yangu hapa, basi kama hivi, control 0 fit to the screen, and then tuko picha yangu ya mtu. Kama unavyoona, najua ulijiuliza kwa nini nimeweka properties hapa. Sasa subiri nikuonyeshe kazi ya properties. Umeona kwenye layer select hamna remove background. Kwa hiyo hii picha ipo katika mfumo wa smart subject. Kwa ili nipate option ya ku remove background, inabidi niibadilishe kama nilivyoeleza mara ya kwanza, na right click and then nakuja na rasterize layer. Kwa hiyo nikiclick na nikija katika properties hapa, unakuja una remove background au select subject. Kwa nita click remove background. Kama unavyoona Adobe ishafanya kazi yake, remove. Anaonekana mtu kama mtu. Kwa hapo wewe utaadjust kutokana na picha yako na uwezo wako wa kuedit. Tunaweza kumedit akaonekana kama wewe na kabisa control T ukahold yake ukapunguza kama hivyo, ukaona labda nimelizika hapo, ukaja hapa ukaweka kwenye canvas, tukamshusha chini kabisa akaonekana kama hivi. Nadhani umeelewa kitu gani nilichokifanya. Kwa ukiwa unazidi kutumia Adobe Photoshop, utaanza kujua services zake, utaanza kujua vitu zake, utapanga vitu vyako wewe unavyotaka. Kwa mfano properties nimeweka hapa, labda utakuwa utaki, utatoa matumizi yako, ndio utakapofanya upange Adobe Photoshop yako ionekanaje. Ukiwa mtu akudit sana picha, ukiwa mtu akupaka rangi sana, wewe ndio utovoweka
Kwa hiyo kwa leo mimi nishakuelekeza zile basic zote jinsi ya kuweka workspace, ambacho ni kitu muhimu sana. Matumizi ya tools, canvas na panel uyaelewe, pia menu bar, option bar, tools muhimu na nyingine utaenda kujifunza mwenyewe. Kuna video zangu nishafundisha jinsi kuzitumia hizo tools, ku open, ku save. Kwa hiyo tuje tumalizie, labda siku nilikuwa na kuonesha tu sample kwa save. Kwa nikija hapa file, ku save as a copy, ukiweka jpg namba ndo hii, tuweka kwenye desktop picha yetu, tutasave kile kama hivyo done. Kwa ukija kwenye desktop unaiona picha yako na save. Hiyo jinsi ya kusave nini picha tayari. Unataka usave as a PSD, control X save, unaona hapa PSD. Kwa ukija kwenye desktop nayo una save hapo katika jina unalotaka baadaye, una save and then done. Kwa kama unavyoona kile kwenye desktop PSD yangu ndio hii ambayo hii nikikata nikija hapa mfano, unaona nimekuja katika kazi yangu direct before bila control S. Baada yake sasa ukisema zile PSD, ukija kwa mfano nimeongeza layer hapa triangle, rectangle hadi triangle, ukibonyeza control S, maana yake hapo imejisave automatic, ile layer imeongezeka. Kwa hiyo nikikata nikija nikifungua hii PSD yangu, umeona kuna kwa ukitaka kusave tena kama kitu kingine, yani tashikilia control shift plus S. Hapo sasa ndio nimerudi tena kusave layer katika mfumo mwingine. Hapa kama nilivyoelezea, ukiongeza layer option ya picha nini inaonekana. Kwa ukitaka kusave tena aje picha, unakuja save I copy, unakuja kuclick hapa ndio utapata picha. Kwa utaweka picha yako kama hivyo, and then picha na hii imepata jina sawa. Kwa hapa tutaongezea labda n ili tofautishe, and then save done. Kwa ukija huku utaiona picha yako imeongezeka kama hivyo. Nadhani nimeelewa kitu gani kufanya. Kwa hapo nishafundisha kusave as picha, kusave as PSD, hapo ubakisha PDF tu. Ukitaka kusave as PDF, kwa hivyo control shift S, utachagua PDF hapa and then save. Okay, save PDF. Kwa hiyo kuna mtoko wa kuprint unamtumia au document yako umeandaa nini hapa. Sasa mwisho ambao ni important, labda tunamtaka huyo mtu tuwaseke background kama hivi, kusave as PNG. Kwa hivyo control S plus control shift plus S. Ukija hapa unakuja hapa save copy, unachagua PNG ambayo ndio hii. Ukisave chuma iko hapa kama nilivyoelezea, utaona hivi, maana kwa mtu ana background. Kwa tukija katika picha yetu, unaona mtu ana background, ukimfungua ataonekana kama hivi, maana hii picha haina background. Kitu gani unachotaka? Photoshop tushamaliza. Thank you for watching, subscribe. Mimi ni Modi Sagama kutoka Master Entertainment. Tunakuja ku master Illustrator, tunaendelea kama nilivyokuambia hapo awali. Thank you.